SIM card yake. Hivyo ndo alienda akatoa hizo mapicha zote, akaenda ka flash everything, aka flash simu na aka change SIM card, akakuja na SIM card mpya. Akakuja na SIM card mpya hapa sasa kwa nyumba. Nikamwambia hivyo ndo ndakusamea. Akaenda akarudi na SIM card mpya na akarudi na simu imeflashwa, akanionyesha everything kwa gallery ana kitu, kwa namba hakuna kitu, iko hivyo sasa. Hivyo ndo nikamsamea. Tukaendelea kukaa pamoja. Na hiyo siku nililia sana cause mimi nilikuwa najua hii siku itakuja, siku yenye yeye atakuja aniache vibaya sana. You understand? Like anifanyie kitu tu iniume. You understand? So, haezi kuja waambie mamangu alipiga magoti na yeye akapiga magoti wakiniomba tu ni stay kwa relationship. Haezi kuja waambie. But my mom cried. Mamangu anakuanga like hakuna roho tu kama yangu. Mamangu alipiga magoti na mamangu alisimp. Nitaenda ni delete ama demo wote, nitaenda kuflash simu. Hiyo siku haikupita, alienda tu that very same day. Akaambia mamangu, wacha niende ni flash simu, wacha niende ni change SIM card. Hivyo ndo alienda ka change SIM card yake. Hivyo ndo alienda akatoa hizo mapicha zote, akaenda ka flash everything, aka flash simu na aka change SIM card, akakuja na SIM card mpya. Akakuja na SIM card mpya hapa sasa kwa nyumba. Nikamwambia hivyo ndo ndakusamea. Akaenda akarudi na SIM card mpya na akarudi na simu imeflashwa, akanionyesha everything kwa gallery ana kitu, kwa namba hakuna kitu, iko hivyo sasa. Hivyo ndo nikamsamea. Tukaendelea kukaa pamoja. Na hiyo siku nililia sana cause mimi nilikuwa najua hii siku itakuja, siku yenye yeye atakuja aniache vibaya sana. You understand? Like anifanyie kitu tu iniume. You understand? So, haezi kuja waambie mamangu alipiga magoti na yeye akapiga magoti wakiniomba tu ni stay kwa relationship. Haezi kuja waambie. But my mom cried. Mamangu anakuanga like hakuna roho tu kama yangu. Mamangu alipiga magoti na mamangu alisimp nikae kwa hiyo relationship hiyo siku. Alisimp. Na hiyo kitu inaniuma na nikamwambia mamangu, sikiliza, leo napigia kijana magoti ukiniomba nikuwe na yeye, but kesho ataniwacha vibaya sana nisipomwacha leo na utakuja kujionea. Hivyo ndo niliambia mama yangu. Mamangu akaniambia ni sawa, hata akikuja kuacha vibaya leo mimi nimemuombea na mimi ni mama yako. Mimi hata nilikuwa zile za mam, huyu kijana mimi nimempata na wasichana, alafu unaniambia nimsamee mpaka unapiga magoti. Kwani wewe unipendi? Nilikuwa naambia mamangu, are you not my mother? Why are you siding with him? Mbona uko side yake? Mbona si mimi na mimi ndo msichana wako? Hivyo ndo nilimwambia. Hata nilikuwa zile za mam, kwani unanichukia? Mbona una side na mtu mwingine mwenye unaona ananifanyia mabaya? Hivyo ndo nilimwambia. Hivyo ndo niliambia mamangu, mom, you hate me. That's why you are siding with this guy. Ingekuwa ni mama yake angewahi side na ati akuje side yangu, ati side na mimi, hawezi. Angesimama na Youngblood amesema hivi. Hivyo ndo itakuwa. But mamangu akisema itakuwa side zote itasikizwa na mamangu atajaribu kuturudishanisha. Mamangu like she will try. Kama ni kupiga magoti atapiga tu ndo work out. She will do that. Unaona? So nikamforgive. Tukarudiana. Ilikuwa 2 days before my surgery. Nikaenda surgery. So when tumeenda surgery, tukaenda surgery kafanyika and all that. So when tulirudi, nitasema so forward kwa yako. Nikasema tukaenda surgery kafanyika and all that. So he was there, everybody was there, my mom was there. Ikakuwa hivyo. Surgery venye imefanyika, wakakuja kaniona hospitali. Hata wazazi wake, ukina sister yake alikuja na mamake pia, she was there. And wakakuja wakaniona. Ikakuwa hivyo. Niko tu na swali moja ya kuwauliza. If mtu ako genuine, if mtu anaona wewe ni mgonjwa na anataka kukuona, mbona akuje tu siku yenye wewe ulikuwa unaenda surgery
na hajawahi kuja hizi siku zingine zote kukuja kukuona. Amekuja tu hiyo siku akashoot content na akaenda nyumbani, hajawahi kuja kukuona tangu hiyo siku. Mbona? If it's not for content, if si kujipendekeza ndo muone niko na familia mzuri, niko na familia tu inani support, wako hapo for me, wako hapo hivyo surgery, sijui nini. Kama si for content, kama si kushoot tu, my family hata wako kwa social media, they are not even for online, hata wako hapo hivyo kujionesha manini, hata si watu wa online. Tell me why mtu akuja kuona day 1 juu umeenda surgery, and then from hapo hivyo hakuna mtu ashie kuja kukuona. Nobody came to see me. Ilikuwa for content na ikaenda ikaisha hivyo. Hakuna mtu alirudi kuniona tena. You understand? It was just for content, ile tu ndo muone huyu ako na familia poa, huyu ako na sijui nani mzuri, mom in law, sijui ako na sisters, sijui nini. Nyi chenye mtaona online muone, but kwa grao vitu ni different. You understand? So tukakuwa tu na yeye, tukakuwa na yeye, like everything is just for online, everything is just for content. Mwiti warned you. It's okay, watu wana learn too, people learn from their mistakes. So they wakakuja wakaniona hiyo day. From there they never came to see me. Hawajui hata niko aje, like wajai kuja tena. Niyo siku ya hosi wakaenda kama wameendanga. Hao ndo watu wao zuri. Hiyo ndo content walikuja wakachukua na wakaenda. So mimi after hapo tumekaa na Youngblood, tumekaa na mama yangu ndo alikuwa hapo all through. My mom was here for me. I have friends who came to see me. Like mi niko tu ile like niko tu bora niko na mabishto wangu, bora I have my mom. That's the important part. Like niko na mama yangu, hiyo ndio kitu muhimu tu kwa maisha yangu. Unaona? At least niko na mama yangu and she was there, like she was cooking for me, doing everything for me. She was there for me. So mamangu mimi nikakuja, nikapona, nikasikia vizuri. Mamangu alirudi home, tukaacha hapa na Youngblood, tukaendelea na maisha vizuri tu nini. So acha nifike final sasa penye sasa tumekosania saizi. So tumekaa juzi, niko na cramps. Sijui mbona nimepost. Nilikuwa na cramps, niko na mashiro, naumwa, niko na cravings, nataka vitu. So ni ile sasa cravings, nataka vitu. So ni ile sasa tumeenda, like nikamtuma, nikamwambia aje kuna zile mandazi fulani zinauzangwa super, nikamwambia na niletee hizo mandazi na ndimu, nataka kutengeneza ile ginger shots. Nikamwambia na niletee. Si akaenda akaniletea. Akakaa. So he took time, like so ini sasa recent change tumekosania, sasa niko hapo mwisho sasa kabisa. So akaenda. Benye alienda akakaa sana, akurudi, akakaa. Mimi nikashangaa leo na huyu amekaa sana, juu akaangi hivyo, it's not normal, unaona? So alienda, akatake time, akarudi. Venye alirudi akukuja kwa nyumba, akafika hapo kwa gate, akanikola, akaniambia niko hapa na beshte yangu tunapiga story but nitakuja. Hivyo ndo aliniambia. Mimi nikakuwa zile zo sawa, akikuja tu nitamuuliza mbona amelete, unaona? So akakuja kwa nyumba, nikamuuliza mbona umechelewa, nini nikamuuliza. Akaniambia ni eti nilikuwa napiga story hapa chini. Nikamuuliza sawa, ulikuwa unapiga story, so ulikuja saa ngapi? In real sense ulikuja saa ngapi ndio ukakuja kupiga story? Hivyo ndo nilimuuliza. Nikamwambia show me your message yenye last ulilipa nduthi. And then akaanza kuscroll simu. Akaanza kujifanya anatafuta. Nikamwambia unatafuta nini? Kama message iko, kama hakuna. Akaniambia wenyewe sina message, unajua sina message. Nikamwambia aje. Akaniambia unajua ni beshte yangu ndo alilipa nduthi. Nikamwambia beshte yako akalipa aje nduthi? Ndo mjue huyu mtu ni narcissist. Sasa hiyo ni nini ya kukosania hapo hata? Like ni nini hiyo mtu anakosania? Nikamwambia si unionyeshe message umelipa M-Pesa nijue like umekuja saa ngapi, mbona unanidanganya juu umetake time, hata ndajuaje kwenye ulienda, hebu nionyeshe. Si akakuja akanionyesha, akaniambia sina message. Nikamwambia kwani basi ulilipa aje nduthi? Kwani ulitembea? Akaniambia ni beshte yangu alinilipia nduthi. Nikamwambia nikamwambia you are lying. Nikamwambia basi beshte yako alilipa aje na mkuendanisha? Akaniambia tena unajua tuliendanisha. Sasa anaanza kujikoroga, mara nilienda peke yangu, mara beshte yangu ndo alilipa, mara sina M-Pesa message. So anaanza kujikoroga hapo hivyo.
Mimi sasa nikakuwa zile za mbona unanidanganya, cause at the end of the day ukuje uniambie, unajua tulienda na best yangu, hata yeye alikuwa anaenda super, tukafuatana, so mimi yeye ndo alilipa nduthi, mimi hata singekuwa na issue. At the end of the day huyo ni boy, mmefuatana na yeye, mimi hata sina issue na hiyo story, unaona? But mbona unifiche, uanze tu kuniambia unajua mara tulikuwa hapo chini na huyo best yangu tumepatana hapo, mara tulienda na yeye, mara like why you even unajikoroga? Ungeniambia tu straight to the point, tulienda na yeye ndo alilipa na hiyo story iishe hivyo. But mimi nikaona wewe you are like maybe hata ulienda somewhere else ukachelewa, alafu unarudi home, alafu unakuja kunipea story za jaba, unaona? So mimi nikajikalisha tu, sasa venye nimejikalisha akaona nimejama, akakuja kuniambia unajua babe, nilikuwa tu ile like nimeenda na Vic, nilikuwa tena nielezea sijui story ya forex, sijui nini, alikuwa ananifunza kitu, unajua ni venye sikuwa nakuambianga, but mimi nimekuwa nikifanyanga forex behind your back bla bla bla. Hivyo ndo aliniambia. So mimi nikakuwa zile za sasa hiyo ni kitu kuficha mtu, like unafanya forex, like hiyo ni kitu kuficha mtu. Sasa mimi hata nikakataa kumsikiliza ile like nikaface huko ukuta nikakaa hivyo. Leta hiyo picha, leta picha. Acha niwaonyeshe picha. Cause everybody alikuwa ananiuliza kwa saizi alama imefade. Kila mtu alikuwa ananiuliza nini ilikupeanga hii alama? Everybody was asking me, nini imekupea hii alama kwa shingo? So kila mtu alikuwa anafikiria ni hiki, kila mtu alikuwa anafikiria maybe ni hiki nimepatiwa na mtu or something. So kila mtu alikuwa anaingia live akiniambia nimepewa hiki kwa shingo. But this is not hiki. Mimi nilikataa kumsikiliza, mimi nikamwambia wewe ni muongo, mimi sitaki kukusikiliza. Akani grab shingo hivi. Akanishika hivi. So hizi mikono zake zikakuja hivi. Sasa alinifinya hivi ndo nimsikiliza, akaniambia wewe sikiliza. So hivi kunishika na utaratibu, alinishika na nguvu. So kunishika hivi ile like mimi najikataa hivi, akanifinya na vidole. So hivyo ndo nikapata hii alama. Nikapiga nduru kwa zilikuwa painful. Hata ukiona venye iko red ilikuwa imeclot damu. Ilikuwa imeclot damu. Sijui kama mnaona. Sijui kama mnaona guys. Yeah, so mimi nikafanya hivi, mkono ikanivuruta hivi. So nikapiga nduru, like nikasikia uchungu, nikaenda kupiga nduru. Nikaenda kujiangalia kwa kioo, nikapata imeclot damu, nikasikia vibaya. Nikasema yani tunakosana juu ya swali tu simple nimekuuliza, like mbona umechelewa, ulikuwa wapi, like uanze kunidanganya, uanze kuplay victim, like uanze kukua narcissist. Sasa unaanza kuleta story hakuna. Mimi nimekukuta na story, alafu wewe badala unielezee story venye ilikuwa unaanza kujifanya sasa ati mtu haizi hang out na mabeshte wake, ati sasa meta siwezi tembea na mabeshte wangu. Mbona ungeniambia tu nilienda na beshte wangu, hata ingekuwa story, but wewe ulianza story from reverse. Unanipiga sasa reverse psychology, una try ku play window victim. So mimi nikamwonyesha aje mimi siwezi deal na wewe. Nikajifungia nyumba, nikakaa hapa ndani sasa. Nikakaa hapa ndani kwa nyumba. Sijui hata nani. Nikakaa kwa nyumba sasa, nikakaa hapa hivi, nikamwambia wewe toka tu, mimi nijikalisha hapa kwanza kwa nyumba nitulie. Unaona, nikamwambia let me just calm down and then we will talk. Kama nitataka kuongea that is. And then kidogo nikasema ila tu unajua ujinga yangu, nikasema ama niingie live niseme hii story ikiwa hot, niseme venye amenifanya, venye amenipiga. So I was crying and all that. Nikasema ama niingie live niseme venye amenifanyia. Tena nikaona acha kwanza the first step nisikue tena kama kitambo, nikuwe tu saizi mtu different, unaona. Nikasema acha ni call mama yangu nimuelezee venye kuko. Nikaelezea mamangu kaniambia no, don't go live, we tulia tu, usikimbie kila kitu live, achana nayo, we just chill and then ile siku utafeel you will just talk but not today. Ati umefanywa kitu saizi hata mnaweza rudiana the following day, usikimbie kurash uharibu tu kila kitu haraka ukue na kierere. Mimi nikasikiza mama yangu, nikasema it's okay, nikanyamaza na sikuenda live. Wewe msee venye sasa nimechill sijaenda live, sasa hapa ndo story iko. Venye sasa sijaenda live akakuja, si mimi nimejifungia mlango. Sasa hapa ndo akaanza kuongea sasa. Hapa sasa ndo akaanza kuongea, na Mungu na yeye anakutwanga tu vitu kwa mdomo. Manzemi hata sijawahi sikia kama hiyo tena. Mungu anaweza kutoa vitu kwa mdomo vibaya sana. So akakuja akakaa hapo akaniambia wewe sikiliza kwanza nikwambie msichana. Wewe you know nothing about
sijuanga forex, sijuanga crypto. You know nothing about my phone because mimi siguzangi simu yake. Mimi nimemtrust ile design ya siwezi guza simu yake, siwezi angalia what is going on ama anything. Funga comments. Mimi siwezi jua because nitajua aje na mimi siwezi enda kuchokora simu yako kwa zina kuamini. Wacha kuturn on Juanela. Nimesema turn off the comments. Yeah. So mimi siwezi jua hata kama unaendelesha vitu zako manze, mimi siwezi jua. So this is what happened. Akaanza kuniambia na moja moja, unajua mimi nimekuwa nikitengeneza pesa behind your back and I have a lot of money, over $1 million. Unaniget? Like unajua ukihitiwa na kitu kama hiyo ndio like unajua tu kazi yenu ni kutap screen, kazi yenu ni kuingia inaitwa aje? Ni kuingia live mtap screen ama mshoot content YouTube ndo mpate do. Like hiyo design wewe unajua tu hivyo ndo mnapatanga do. Alafu mtu anakuja na kuhit na zile za wewe unakonga tu fala. Mimi niko kutengeneza pesa behind your back and you don't even know. Mimi I'm talking to many people behind your back and you don't even know. You understand? Where hata make pesa, but your point ya at you have been talking to people behind your back and you don't even know because you are very stupid. You don't touch my phone. Kila kitu yenye anasema akaanza kuniambia I've been faking all this time. I was just here to climb ladder with you because hiyo time yenye tumekuja kurudiana sasa ndo tukuje tukae pamoja. Aliniambia yeye hakuanga na option. Hivyo ndo alisema. Hata juzi alisema venye tumetoka club. Alisema hivyo the same thing. Akasemanga mimi mabeshte wangu wote wenye niko na wao wanakujanga tu wananiambia nitakununulia pombe, twende Maazul, twende Abanos, tufanye maoble, nini. Hiyo ndo kazi yenye wananipeanga. Mimi niwaletee madem, wao wanipeleke waninunulie hizo Maazul na Hennessy ndo ni flex. Jua anapendanga, nani ajua anapendanga kuflex na pombe? Nani ajua anapendanga kuflex akiwa kwa magari za wenye? Nani ajui? Everybody knows bro. Kila mtu anajua hiyo, hata si kitu yenye mimi naweza sema na mseme ni uongo. Kila mtu anajua na hiyo ndo lifestyle yao upenda. Akaniambia, mabeshte wangu wanitakiangi. Sasa hiyo siku Saturday tumetoka kupati hivyo ndo aliniambia, akaniambia unajua mabeshte wangu sana warudisha nyuma kidogo. Unajua kazi yao tu ni kuniambia juu mimi nakonga online na nakonga na mademu wengi inbox. Fungua comments, nakonga na mademu wengi inbox. Kazi yao ni kuniambia wewe tuletee madem, mimi nitakuspoil, mimi nitakupea do, sijui nitakununulia gari, nitakununulia pombe Maazul, twende tu flex. Unaona? Na hiyo ndio imekuwa lifestyle yao. Wamekuwa wakienda wana flex ni nini. Akaniambia yenyewe hao wanitakiangi juu ingekuwa ni watu wazuri, yeye tu ndo ananiambia. Imagine yeye tu ndo ananiambia. Wabeshte wangu wangekuwa wazuri, wangenifunza what they are doing, wangenifunza busy yao. Siku niambia enda niletee wasichana, enda wewe tutakununulia pombe Azul, tutaflex, tutakupea gari moja uende flex, najua kwa na magari mingi. You know? Kama akaanza kuniambia wabeshte wangekuwa wazuri, wangeniambia what they are doing, but because hawataki kuniambia wote ni fake, hata akaanza kuniambia hivyo. Yeye mwenyewe tu ndo aliniambia. Haya, sasa hiyo nimewarudisha nyuma kidogo, sasa ndo niwaambie sasa what happened sasa. So si nawarudisha sasa mbele penye tulikuwa sasa. Venye sasa alianza kuniambia me I've been faking all this time. You thought that sikuwa naongea na watu behind your back, so I was talking to everybody behind your back. Nilikuwa naongea na kila mtu, hata wenye ulikuwa nafikiria cut off, hakuna mtu cut off. Actually sasa bado nafandiwa. Hata nyumba saizi kesho kwanza nachukua kitanda yangu na natoka kwa hiyo nyumba niende ni rent na ni furnish nyumba. Unafikiria kama sifandiwi? Bado nafandiwa. Hivyo ndo alisema, na hiyo mdomo yake alifungua na haezi waambia, but hivyo ndo alisema. Alisema the person who was funding me, she is still funding me. Hivyo ndo alisema. Asif kuwekwa na dem ni flex. Hata uwekwe na boy bro. Hata uwekwe na boy. Dem anaweza kuwa hata stay at home girlfriend na akae chini tu apewe do na boy wake ana work hard. But CAT unapewa na mwanamke ako majuu pesa, alafu unakuja unaniambia hata kesho mimi naenda kufanishia nyumba, utaniona unafikiria naenda kuteseka. Sasa yeye tunajikoroga mara nimekuwa nikitengeneza pesa ya forex ikafika 1 million, mara I've been talking to people behind your back wenye ulikuwa unadhani nimewa cut off na sijawa cut off. You understand?
Akaniambia tu hivyo yeye mwenyewe. Mimi nikamwambia I don't even care about your money bro. Nikikuja kukupenda si kukupendea gari. Hakuna gari ulikuwa nayo. Mimi nimekupenda genuine. Hakuna pesa ulikuwa nayo, nimekupenda genuine. I was not after any money, after any sijui gari, sijui nyumba, sijui punishment, viti. What is viti? Mwanaume unakaa chini una flex na viti. Viti ni nini bro? Curtains. Unakaa chini una flex na curtain. What is curtain? Like bro. Nani saizi like at this century like bro unakaa chini una flex na viti na kitanda na curtains yenye hata si wewe umenunuliwa ati na mwanamke, na uko very proud kuniambia I've been talking to her and she has been doing it for me and tomorrow she's going to buy me viti, aninunulie curtain, anifanishie nyumba, niende nilipe rent na nihame. Bro nduko hapa hivi una flex, unasema venye unaenda kuhama tumetengeneza pesa. Unajikoroga ukiniambia mara ni forex, mara unaniambia sijui ni mwanamke. What are you even saying bro? Mimi nilikaa tu chini nikamsikiliza hizo vitu zote, nikamsikiliza. Nikamwambia what? It's okay. Kitu iliniuma sasa ni hapa. One thing yenye iliniuma ni the fact that aliniambia you know I was faking. Ulinirudishia, nilikuja hapa kurudisha mkono. Aliniambia nimekuja hapa kurudisha mkono ati juu wewe 2023 ulinishikilia and watu waliona ulinishikilia. Unaona? Hivyo ndo aliniambia wewe ulinishikilia wakati nilivunjika mkono na watu waliona, na mimi nimekuja kurudisha mkono ndo watu waone pia mimi nimekushikilia wakati umeenda surgery. That was the painful part. Yeye tu alitoa na mdomo yake ikaniuma. Yeye tu ndo akaniambia ati nimekuja hapa kurudisha mkono because you were there for me back then. Ndo watu at least wameona because si amekuwa kiposta, ameonyeshana the way he has been treating me very well, amekuwa kin support, amekuwa OC, amekuwa home nini yote mmeona. So alitoka kwa mdomo yake akasema at least watu wameona. At the end of the day people have seen, I've been there. So I don't care kama like watani understand ama watani understand, but at the end of the day I was faking it. Ndo nikuja kurudisha mkono yenye wali nipa 2023 ndo nimekuja kurudisha saa hizi. Hivyo ndo aliniambia. Hiyo tu ndo patili niuma. Cause me I was there ile genuine. Mimi sikuwa ati hapo for ati kurudisha mkono. Mimi nilikuwa hapo kukusaidia. But wewe ulikuja ukasema aje ati mimi nilikuwa hapo kurudisha mkono ati juu wewe ulishainifanyia na watu waliona, so hata mimi nimekuja kufanya ndo watu waone. You understand? So hiyo tu ndo kitu iliniuma by the way. Cause mimi hiyo time sikuwa natafuta any viewer, sikuwa natafuta anything, like I was not looking for anything, like mimi sikuwa natafuta hizo vitu zote. Yeye tu ndo alisema I was just here to fake everything. Nionyeshe watu that nimekuwa hapo, at least nimerecord videos, nimepost, watu wameona and people have been wamemsifu, at least wamesema nimekutake care, young blood has been there for you, he has been taking care of you, at least nini, at least watu wameona. Hivyo ndo amesema. Yeye tu nalitoka mdomo yake. Mungu anaweza kufanya tu unaongea tu hata unasahau unaongea nini, unaona? Akaropokwa tu na nini yake na mdomo yake akasema hivyo. Akaniambia so I have money, tomorrow unitolee kitanda yangu, wacha saizi niende kwa beshte yangu, utanitolea kitanda kesho. Akatoka na mlango akaenda. Na mimi nikafunga mlango nikamwambia usirudi hapa. Kama utarudi hapa ni ukuje uhame, uchukue kitanda na uhame. Hivyo ndo nilimwambia. So si alitoka akaenda. Venye alitoka akaenda akarudi tena. Akaniambia baby ilikuwa misunderstanding. Imagine mtu anasema mimi ndo na simpia ndo arudi. Haezi sema yeye ndo ana simp.
So akakuja tena bado after ameenda na nimejifungia mlango wangu na kifuli na niko kwa nyumba. Sasa mabinti wangu nimeita mabishto wangu wakuja at least niwaelezee story na ni cool down, at least wani ile like wani calm down, unaona. Akakuja yeye mwenyewe akanock mlango. Nimefikiria ameenda kabisa, kumbe anarudi tena. Akakuja akaniambia aje, ati fungua mlango babe tuongee, ilikuwa tu misunderstanding, we can solve this. Akaniambia hivyo. Mimi nilikuwa nimefika mwisho. Honestly, ningetaka kumfungulia mlango to solve issues, ningefungua. Yeye mwenyewe amewaambia aje, alikataa kunifungulia mlango. If I wanted to sort the issue, ningefungua mlango na to sort hiyo issue. But sikutaka kusort any issue with him. That's why sikufungua mlango. If I was desperate, I was like namtaka kwa maisha yangu, ningefungua hiyo mlango my friend. Ningefungua to sort hiyo issue na hiyo issue ingeisha hiyo siku. Unaona? But mimi sikufungua mlango cause already nisha give up hata mimi na relationship sasa mali imefika. But yeye hawezi kuja kuambia, alijirudisha kuniambia nifungue mlango to sort issue na mimi nikakataa kufungua. Yeye atakuja tu aambie alinifungia nje, mimi nilikuwa nataka kulala ama nilikuwa nataka kuchukua kitandangu ama nilikuwa nataka kuoga. Yeye atakuja aseme hivyo. But hawezi waambia alikuwa anakuja kusolve issue na mimi nikakataa kusolve issue. Mimi ndo nilikataa. This time round mimi ndo nilikataa kusolve issue na yeye. I am the one mwenye nilikataa kusolve issue. Unaona? Mimi ndo nilikataa kusolve issue. You understand? So nikamfungia nje na akaenda. The following day ashatumiwa pesa na mama wake. Mwenye aliniambia I've been talking to her, ukifikiria nishamuacha, sijamuacha. Because hao wote walizoea maisha ya kuweka na kuomba tu huku nje. Walishazoea hiyo maisha. Walishazoea. That's why hawezi kaa hustle, hawezi kaa. Walishazoea hiyo maisha. Ndio maana hata kumtoa hapo ilikuwa tu ngumu. It was very hard kumtoa hapo, ilikuwa ngumu because mtu kama mentality ishaingia ni ya kupewa kuomba, hiyo itabaki hivyo. Huwezi toa mtu hapo, itaishi hapo. You cannot change that person. Huwezi change hata ikue nini, you cannot. Huwezi change. Kitu kama imeingia mtu sasa. So ikakuwa like miss, nikakataa kufungua mlango. The following day akakuja akaniambia ako na pesa ya kurent nimfungulie nyumba. Mimi nikafungua nyumba, nikangoja achukue kitanda, akachukua kitanda yake, akachukua everything akaenda. Before aende akaniambia aje, akaniambia leta pesa zenye tumekuwa tukitap. Niko hapo sasa kwa hizo lines mnasema. Akaniambia leta hizo pesa za tap zote tugawane nusu. And then I was like bro, wewe saizi I'm not talking to anybody. Wewe uko na mtu unaongea naye anakufanda na kununulia kila kitu kwa nyumba. Uko na mtu anakulipia rent, uko na mtu anakupea kila kitu. Mimi sina. You understand? Umesema uko na forex, unatengeneza pesa, uko na over 1 million. Mimi sina hiyo 1 million bro. Niko na hiyo pesa yenye tumetap screen, alafu unakuja unaniambia tugawane, leta nusu alafu wewe baki na nusu. Mbona tugawane? Na uko na 1 million? Mbona tugawane na uko na mtu, uko na mwanamke mwenye anakupea pesa na mimi sina? Mbona tugawane? Mimi nikamwambia siwezi kukupea, siwezi, na nimekataa nayo. Hiyo nayo nimekataa nayo. Na hakuna mali nitaenda, nimekataa na hiyo pesa. Mbona nimpe na ako nayo? Si ameniambia ako na 1 million. Mbona nimpe? Ameniambia ako na mtu mwenye anaenda kumfanishia nyumba. Ako na mtu anamlipia rent. Mimi mwenyewe sina, because I've not been talking to anybody. Mimi si fair. It's not even fair. Mbona mimi mimi ni baki empty. Imagine yeye akuwe na 1 million, akuwe na mwanamke mwenye anamlipia nyumba, anamfanyia everything. Alafu mimi sina, because I've not been doing that. I've been genuine. Alafu wakuja bado uniambia tele pesa yenye tulipata leta. Mimi nikakataa bwana. Mbona nilete nilale njaa ama? Nilete nikose kulipa nyumba ama nilete nikose kukula? Mbona nilete? Ndo mniambie kama ina make sense. Wewe uko na pesa already, ushasema umetengeneza. Si yeye mwenyewe amewaambia ako na over million, ameshasema. Yeye mwenyewe amesema ako na mtu mwenye anamfanishia nyumba, ako na everything yenye anataka kwa maisha, saizi ako settled. Yeye mwenyewe ndo ameniambia ako na beshte yake mwenye alikuwa anataka kumnunulia gari, ni venye kumnunulia ati because mimi
Na nitaongea juu anasemanga huyo best yake akiprovokiwa ndo atanunua hiyo gari. Wacha sasa niongee ni mprovoke ndo amnunulie. Amnunulie juu kila kitu anatakanga ya kununuliwa na kupewa. Wacha niseme. Akasemanga best yangu hata alikuwa ninunuliange gari. Unajua ati yako ninunulia kwa sababu nilikuja kurudiana na wewe, na yeye apendi watu wenye wamesettle, anapenda watu wa kuzurura na wasichana. Leo tuchange wasichana tuende Abanos, leo tuende na wengine, leo tuende na wengine, tuende tukunywe mazul, tuende tuanze kuflex. Hiyo ndo lifestyle yenye best yake anataka. Na best yake akamwambia hivyo ndo mimi nataka, but kama si hivyo atumeenda kusettle, mimi hakuna gari na kununulia. Hivyo ndo alimwambia. Na ndo maana venye tu tumekosana hivi akaenda kwa hiyo best yake mwenye alimwambia atamnunulia gari. Na ndo maana alienda kwa hiyo best yake mwenye alimwambia atamnunulia gari. Simple and clear. Yeye hakuna kitu yenye yake anaenda kununua. Yeye kila kitu ni anunuliwe. Alafu mimi unanishtua na vitu za kununuliwa kila kitu nini. Mimi hiyo kitu hata nishtui hata kidogo. Wewe na nunuliwa gari flex, mimi sijakupendea gari bro. At the first place mimi nimekupenda venye huko, nimekupenda kama una kitu, nimekupenda kama una gari, kama una anything. Mimi nimekupenda hivyo tu. Mimi sijakupendea anything. Nimekupenda hiyo maisha yako venye huko. That's why tumesema to grind from grass to grace pamoja. Mimi hivyo ndo alisema. Yeye tu anafungwanga mdomo yake akianza kuropoka atakwambia kila kitu. Hivyo ndo yeye alisema. So akaniambia hivyo, akaniambia mimi nilikuwa ninunulie na best yangu gari, but hakuninunulia because nimesettle na wewe, na wacha uone nikienda tu nitoke hivi nje ataninunulia hiyo gari. Na mimi nimeprovoke, enda ukamnunulia hiyo gari. Nimekuprovoke, go and buy that car. As long as mimi najua si pesa yake imenunulia, I don't even care. Mimi sikumpendea gari. Mna understand? So yeye tu ndo akaniambia hivyo. So pesa za allowance zilibaki na mimi. Kama ni pesa za allowance mlikuwa mnaniulizia juu mmeshinda hapo mkinitaipia allowance mimi nilibaki nazo na nisipeani juu aliniambia ako na 1 million na ako na mwanamke amemfanishia nyumba na ako na everything, ako na sijui curtains za pesa ngapi, sijui ako na viti, ako na rent amelipiwa, ako na sijui nini, ataenda abai sijui next ndo atabaiwa gari. Hiyo yote ameniambia. Mbona mimi nimpe pesa yangu yenye tumetap pamoja, mimi nigawe nimpe, nilale njaa nishindwe kulipa rent? Nishindwe kulipa rent nilale njaa? Mbona hiyo pesa kidogo, mbona ninyang'anye? Si ako na pesa, mbona aninyang'anye pesa? Mbona nimpe? It's not even fair that uko na 1 million alafu uko na mtu anakufanda alafu mimi sina, juu mimi niko genuine, alafu kuja uniambie tena leta hizo lions. Bro, nimekaa na hizo lions mimi ndo nijisaidie. Juu mimi saizi sikuwa na mtu akunisaidia, na mimi sina anybody behind mwenye ananisupport. Sina ati niko na mbaba venye huko na mama na kulipia rent ama sijui ndo nini. Mimi sina saa hizi because I have not been doing hizo ujinga chini ya maji venye umefanya. Mimi nimekuwa nikifanya kila kitu peke yangu. So that hivyo ndo lion imebaki na mimi, and that was the tea. Hivyo ndo kumekuwa. If anything, me I don't care. Hiyo story imeisha. Si aturudiani, we are not dating anymore. Si eti tunakuja kurudiana, si eti anything. Chai imesemekana na imeisha. Hizo vitu zingine zote mimi sitaki kujua. Whatever you are going to say about me moving forward, I don't care. I don't give a F about it. Let me live my life. Kila mtu aishi maisha yake. Penye Mungu anatupeleka atupeleke. Hizo zingine zote I don't care. Nimeongea venye vitu zote zenye ziko online, vitu zote zenye ziko kwa internet zote nimeongelea, and that is it. Sina kitu kingine ya kusema. Nishafika mwisho. Have a lovely night na nimeenda. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.